Nikupe hapa ushahidi wa aina tatu au ukweli wa aina tatu kumuhusu mwanadamu anapopata mali, pesa au nafasi. Kwa nini anabadilika? Kuna ukweli wa aina tatu uliofichwa ndani ya nafsi ya mwanadamu. Mwanadamu ana vitu vitatu. Kitu cha kwanza ambacho kiko ndani ya mwanadamu, kabla sijasema nisome andiko hapa, Mithali 3:5 inasemaje? Mtumaini Mungu kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Ikoje hapa? Iko hivi, mwanadamu ni theodependent organism. Yani ni kiumbe anayetakiwa kumtegemea Mungu. Sasa ukipata mali, kwa nini watu wengi wanapopata mali au mafanikio au pesa wanamwacha, wanajitenga na Mungu, wanajiona wamejitosheleza? Kwa sababu ukipata mali, zile mali zinakuwa Mungu. Ndio maana waliofanikiwa wengi, mambo ya Mungu yako pembeni. Kumbe mwanadamu ni theo organism au ni theo being. Yani ana kitu kinaitwa divine code. Yani ni kiumbe ambaye anatakiwa atambue ya kwamba mali, pesa au vitu alivyo navyo, bila Mungu kuhusika hawezi kuwa navyo. Awe anajua, anamjua huyo Mungu, au ana uhusiano au hana. Sasa ukipata vitu, kwa nini mtu anajitenga na Mungu? Kwa sababu gani? Iko hivi, ile nafasi ya Mungu kwenye maisha yake inaondolewa na vile vitu, pesa au nafasi aliyoipata. Ndio maana wengi anaweza akafanikiwa alafu ghafla akashuka. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka akwambie kwamba, yani ni ujumbe Mungu anautuma kwako. Unatakiwa kuelewa, wewe bila mimi Mungu, wewe si lolote. Sio lolote. Elimu yako si nini, sio lolote. Kwa nini manasiasa yale, kwa mfano rais likipata nafasi linawatupa kule wale waliolichagua? Si linategemea dola, linaacha kutegemea wale walioliweka nafasi. Kitu cha pili nataka nikwambie hapa, mwanadamu ni social being au socialization code. Ana kitu kinaitwa socialization. Yani mwanadamu alipoumbwa ni kiumbe wa kijamii. Unatakiwa kuelewa ya kwamba wewe ulipokuja duniani hukuja uishi mwenyewe. Hao watu waliokuzunguka wana nafasi kubwa kwenye maisha yako. Yani hakuna mwanadamu aliyejitosheleza. Ukishaona unaona watu ni mavi, hawana lolote, hawakufanya lolote, ujue unakwenda kufeli wewe. Kwa sababu Mungu alipokuumba wewe, alikuumba ushirikiane na wengine, uwe karibu na wengine, kwa sababu kuna vitu huna wanavyo waliokuzunguka wewe. Jaga mwana, tuliaga hapo nikupage dozi. Jambo la tatu, mwanadamu anaitwa inferiority code. Mwanadamu yote ni dhaifu.